Huu ni mwezi mwema mtukufu Ramadhani, tufunge midomo, mioyo ifunguke ndani, tusamehe makosa yale yale ya zamani, tufanye yaliyo mema, tupate yetu amani. Wewe vipi nyumbani kwangu saizi? Ujui nilichokifuata, si ndio? Wewe ulitumia mwili wangu kama kuondoka. Ndio nimefuata ile yangu hapa nyumbani kwako. Kwa kama nilitumia mwili wako ndio uje hapa nyumbani kwangu. Unahisi naweza nikaingia kizembe namna hiyo unavyofikiria wewe? Ninachotaka hela yangu, tena kwa herufi kubwa. Nataka hela yangu. Kitu ambacho ninachokifanya sijakipenda. Na hizi njia zako ambazo zinakusumbua huwa sizipendi. Mnatoka mikoani, mnakuja mjini katika majumba mazuri kama haya. Eti unakuja kudai pesa. Sina njia kama hiyo unafikiria wewe. Ila nataka haki yangu. Basi nisubirie. Nakusubiria. Yaani siondoki. Huyo ni mademu, mnatoka mikoani, mna njaa kali sana. Mnakuja katika majumba makali kama haya. Unaona kitu? Kwa nyumba gani? Nyumba gani uone kitu? Hebu acha njaa mama wewe. Shika hela basi, mbona ukokote? Chukua na hiyo. Haijatosha. Haijatosha kwa ladha gani ambazo ulizonigia wewe mpaka mimi nikugea hela zote? Ndio nikwambia haijatosha. Au nataka nimute mkeo aje hapa kuona maajabu uliowafanya huko nje. Basi chukua, tambaa, tembea. Na nachukua kwa nafikiri naacha. Shamba. Toka basi. Sura bovu. Kama katapila. Mbele. Shekhe Uzuri, kwanza karibu. Na ninavyokuona sura yako nilivyoizoea ni tofauti. Najua unayo yanakusibu, lakini ndugu yangu nakuomba uwe na subira. Shehe, mimi nimekuelewa ustadhi. Mimi nina maswahibu kweli, nina maswahibu mimi. Shehe, ninachokueleza hapa, mke wangu nampenda. Mimi mke wangu nampenda kabisa kwa moyo mmoja, hata Mtume Muhammad anajua. Lakini pale ambapo analeta vikwazo analeta figisu ndani ya ndoa yangu, huwa ananichanganya. Ndio uzuri, manake ananivuruga ubongo wangu. Na nikijumlisha matukio, unajua mke wangu mimi chochote anachokitaka najitahidi mke wangu mimi kumpatia, kwa sababu ya kujua kabisa kwamba yule ni mwanamke wangu wa halali. Ndio. Baba ustaz, unanielewa vizuri Mimi shehe wangu Uzuri na kuelewa vizuri, kwa sababu uchungu wa huba aujuaye ni mwenye kupenda. Na katika hili ni kunasihi kitu kimoja, ndugu yangu Uzuri. Dakta. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na ametuelezea, na Qur'ani pia imesema kwamba mwanamke ameumbwa kwa ubavu uliopinda. Sadakta. Ikiwa ubavu ule umepinda, ina maana kunyoosha kwa nguvu utauvunja. Sadakta. Inatakiwa hawa wanawake tuende nao taratibu. Najua wana mapungufu mengi, najua wana madhaifu mengi. Takbir. Lakini isifikie mahala kwamba unataka kufanya vitu ambavyo vipo nje ya dini. Takbir. Ndio maana nikakwambia moyo wako utawaliwe na subra, ndugu yangu. Kwa kweli naumiza shehe wangu, naumiza. Unajua mwanamke ukimpenda kutoka moyoni, unajua mimi najinyima shehe wangu.
najinyima kwa kila jambo, lakini ili mradi mke wangu ajisikie furaha kwenye ndoa yake. Ndio uzuri. Sasa mke wangu mimi sasa hivi ananisumbua, kuna usumbufu mdogo mdogo naingia. Ndio. Mimi labda niongezie nyama kidogo kwenye nasaha niliyokupa ya awali. Shehe, wewe unaswali swala 5. Kila ukiswali kishamaliza swala muombe Mungu ambadilishe mkeo, kwa sababu mimi na wewe tunaweza tukawapa nasaha, lakini nasaha zisitoshe. Lakini Mungu utakapomuomba Mungu, ya Rabbi nibadilishie mke wangu, ya Rabbi, Mungu atambadilisha, na uwe na subira naye. Kuna makosa ambayo inatakiwa kwanza muende kwa shehe nyote pamoja pale yakasuluhishwe, lakini wewe ukienda kwa shehe na yule naye akienda kwa shehe wake, bado kutakuwa hakujafanyika neno na kutakuwa na figisu hapa zipo. Figisu lazima ziwepo ndani. Kwa hiyo nikusihi sana bwana Uzuri, leo nakuomba uwe na subra, lakini ikiwa kutatokea lingine, naomba njoo na mkeo tuyazungumze pamoja. Dini haijaacha kitu nyuma. Kila kitu kipo ndani ya dini. Sawa dakta. Mwafaka utapatikana. Mimi nikushukuru shehe. Naam. Shehe, mimi nashukuru sana kwa sababu umenipa nasaha. Ndiyo. Kwa maana kama nilikuwa nataka kuyumba, ndiyo, siwezi kuyumba. Vipi lakini futari hapa jioni zitakuwepo? Wewe hujaacha utani wako tu bwana wewe. Mimi shehe wangu futari za tui ndiyo zinanichanganya mno. Basi umefika hapa shehe. Zipikwe futari za tui jioni, nije hapa kusalandia tupige futari. Kwa hiyo unakuja na mkeo? Karibu. Karibu sana. Shukrani shehe wangu. Karibu sana. Salimia shemeji huko. Atasikia. Japo ana kiburi lakini atasikia. Karibu sana kipenzi. Jisikie uko nyumbani. Asante. Nimefurahi kupaona. Hata hivyo ni pazuri. Usinifanye nikajiona mjinga endapo macho yangu yalishindwa kabisa kukuona kwa muda mrefu. Musa, nataka nikupe kitu kizuri ukipendacho na imani utafurahia mpenzi. Ni sawa, lakini mimi nimefunga. Hata mimi nimefunga kipenzi. Unaonaje tukatumia futari hii tuliandaa kwa muda mrefu? Muda huu? Usiwe na haraka Musa. Pishi lilopikwa kwa muda mrefu ulio taratibu. Aisha. Abe madam. Hapa sio sehemu nzuri. Naomba tuende ndani. Aisha, chukua begi la mgeni upeleke ndani. Nalala. Mambo. Alafu wewe unashindwa kusema salamu aleikum, unaniletea maneno ya kiuno. Wewe unajua kama mwizi mkubwa huko. Wewe mwenyewe muone wa zamani. Ujitie hiyo kanzu unajiona mtu wa sasa hivi. Unajiona mtu wa maana.
au kwa sababu hii Ramadhani? Wewe sema kilichokuleta. Okay, mambo sio mengi. Nimepewa simu yako na baba. Nikuletee. Hii hapa. Sasa ulete, mpaka mambo mengi. Haya, unaweza kuondoka. Inaonekana Adela havikutaki mpenzi wangu. Nikitaka kukupa naona zinadondoka. Labda mimi niseme asante. Na leo nimefurahi sana. Hakika. Umenihakikishia kama wewe ni kitoto cha 2000. Sio siri, nakupenda sana. Kama ninavyokupenda mimi. Ninakupenda kupita maelezo. Kutoka usoni mpaka kichwani mwangu. Na nikwambie kitu kimoja tu. Hakika mimi sikuachiza wala taira ya kukufuata na kukueleza kwa nakupenda mshangazi wangu. Ila basi wacha mimi niwahi kwa sababu kuna mambo kidogo na kwenda kuyafanya. Sio unajua tena mambo ya sasampa. Karibu mwanangu. Mama, unaongea na nani? Mbona nakuona upo peke yako? Mwanangu, si unajua umri ushaenda sasa hivi. Nafanya mazoezi ya kuongea. Mama, ushaanza kunificha mambo yako? Hapana mwanangu. Nina watoto wawili tu. Kwa nini niwafiche mambo yako? Wewe ndio kipenzi changu. Kwa nini nikufiche mambo yako? Ulikuwa unasemaje? Hamna. Basi mama, twende ndani mwanangu. Sijui hata nianzie wapi. Nahofia maisha yangu mimi. Najikuta najuta kila kitu. Ipo njia hapa na dada yangu. Naomba unisaidie. Kuna nini kwani? Zai mdogo wangu. Kuna shida gani? Namfikiria sana baba yangu. Nitaanzia wapi? Nitajieleza vipi? Sina cha kusema kwa kweli. Nastahili. Zai, unajua unavyonizunguka mimi pia nakuwa sikuelewi. Hebu naomba basi niambie mdogo wangu, una shida gani? Ili nijue jinsi gani na kusaidia. Niambie basi mdogo wangu. Najua ni dada yangu. Ndio. Nitakwambia kila kitu. Dada. Mimi hapa. Dada, mimi ni mjamzito. Zai, wewe ni mjamzito? Ndio dada. Zai. Zai, umezingua Zai. Zai, una shida gani? Mungu wangu. Sawa. Naomba niambie ujauzito ni wa nani? Dada. Nina ujauzito wa Uzuri. Uzuri? Moyo wangu umepata tabasamu.
Nilipokuona mara ya kwanza, ulinishtua kama upepo wa asubuhi, nikajua